Hello, mambo vipi? Naitwa Tom Jones, karibu katika TJ Film Academy. Leo katika sinema somo tutaiongelea filamu kutoka Korea Kusini iitwayo Parasite. Kupitia filamu hii tunaenda kuangalia na kujifunza zaidi mambo ya symbols, au kwa Kiswahili tunaweza kusema alama. Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii, kwani tutakuwa na masomo mengi mbalimbali kuhusu filamu. Hii ni kuanzia editing, shooting, directing, hadi writing. Filamu ya Parasite ilivunja rekodi kwa kuwa filamu ya kwanza ya lugha za kigeni kushinda tuzo ya filamu bora ya mwaka, yani Best Picture, katika tuzo kubwa sana duniani za filamu za Oscars. Mbali ya tuzo hiyo, pia ilifanikiwa kuchukua tuzo nyingine 3 ikiwemo Best Screenplay. Na hiyo ndo sababu sisi inabidi tuipitie vizuri script yake na tuelewe ni kwa nini iliweza kufanikiwa kushinda. Na kwa leo tunapitia kipengele kimoja tu ambacho tunakiita symbols, au kwa Kiswahili tunaita alama. Kwa hiyo alama ni kitu gani? Katika filamu, symbols au alama ni kitu chochote ambacho kinaweza kutumika au kushikika na muhusika mkuu katika filamu, lakini kinakuwa kinaleta maana zaidi ya tuionavyo, au kwa Kiingereza metaphor, kwamba kitu anatumia unaona kama ni kitu cha kawaida, lakini kumbe nyuma yake kina maana kubwa sana ambayo mwandishi au director alijaribu kuiweka. Sasa katika filamu ya Parasite kuna alama zipi? Katika filamu ya Parasite kuna alama kuu 2 ambazo zimetumika katika kuwasilisha ujumbe. Alama ya kwanza ni jiwe la kutazamia na alama ya pili ni harufu. Sasa zimetumikaje kwenye filamu hii ya Parasite? Tuanze na jiwe la kutazamia. Mwanzo wa filamu kabisa tunatazama familia ya kimaskini ya Kim ikiwa inaishi katika hali duni sana. Na katika mazingira hayo tunaona kabisa inaishi mazingira ambayo kuna uchafu, watu wanakojua ovyo mitaani, na wao wanakosa hata namna ya kujiendesha kutokana na ugumu wa maisha. Wanapokuwa wanajaribu kutengeneza box kwa ajili ya pizza, zinaonekana ni hazina kiwango kabisa, na hata wanapojaribu kuomba kazi hata ya kiwango cha chini, inakuwa ni ngumu kwao kupata kazi. Lakini anapokuja rafiki wa mtoto wa kiume katika familia ya Kim, hapo ndo tunaanzishiwa safari. Huyu kijana anakuja na jiwe la kutazamia ambalo ndo tunaita alama. Jiwe hili linatumika kuashiria maisha bora ambayo familia hii ya Kim yanayatamani, lakini inakuwa ngumu kwa wao kuyafikia kutokana na hali ngumu sana ya kiuchumi ambayo familia inaipitia kwa sasa. Familia ya Kim inakuwa na matumaini makubwa sana ya kuboresha maisha, na wanapoingia kwenye familia ya kitajiri ya Park, wanaanza kupata matumaini ya kwamba maisha yao yatakuwa bora. Na kwa lugha rahisi, maisha bora na matumaini ambayo jiwe imebeba yanaanza kuonekana kutimia. Kwa lugha nyingine, jiwe linakuwa kama alama ya maisha mengine mapya na mazuri kwao. Na kwa mtoto wa kiume wa familia hii ya Kim, jiwe hili linakuwa kama ni kioo la nani anaweza kuwa, yaani msomi, tajiri, na pia mwenye msukumo mkubwa sana. Na mbele katika filamu linapotumika na yule mwanaume ambaye alijificha kwa miaka mingi kwenye basement, tunaona kabisa linaleta ishara kubwa sana kwenye maisha na ndoto ya kijana huyu wa kiume. Alama ya pili ni harufu. Ingawa sio kitu kinachoshikika, lakini kimetumika sana katika kuweka alama kubwa katika stori hii. Familia ya Kim inapofanikiwa kuingia kwenye familia ya Park, inakutana na nyumba ambayo ina mazingira safi, yana harufu nzuri, vyakula vinavyonukia vizuri, tofauti kabisa na mazingira ambayo wao wanatoka. Mazingira ambayo kuna mabanda mabovu yanayonuka na watu kujisaidia mitaani. Mbali ya mazingira, pia harufu za miili yao zinaonyesha kuwa ni tofauti kabisa. Kwa mujibu wa yule tajiri wa familia, inaonyesha kwamba wale maskini wana harufu moja, yaani familia ya Kim wote wananukia harufu moja ambayo inabeba umaskini.
licha kuwa wao wanakuwa hawajui hadi pale anapowaambia, lakini harufu hiyo inatumika tena na tena katika kuwakilisha umaskini ambao wao wanaishi na wanakuwa wanaishi wakipambana kuiondoa maishani mwao. Mbaya zaidi, wote wana harufu ya aina moja, kuonesha kwamba familia hiyo inaishi katika umaskini tofauti kabisa na familia ya waajiri wao, yani familia ya Park. Sasa hizi alama au symbols zinapojirudia mara kwa mara kwenye filamu zinabadilika na kuwa motif. Sasa motif ni kitu gani? Motifu ni vipengele vya kimaudhui vinavyojirudia mara kwa mara kwenye filamu. Hii inamaanisha kwamba vipengele hivi huwa vinajirudia kwa makusudi kabisa au kwa muundo maalum. Yaani huwezi kuweka kwamba kuna ishara au tuseme symbol ambayo inajirudia huku haujalenga kitu chochote. Sasa tuangalie kwenye filamu ya Parasite, hizi motifs zinapatikana vipi kupitia alama au symbols ambazo tumezitazama. Yaani namaanisha harufu na jiwe la kutazamia. Tukianza na jiwe la kutazamia, kwa mara ya kwanza lilikuja kama zawadi kwenye familia ya Kim, lakini namna tunavyozidi kuangalia filamu na tunavyozidi kuliona linabadilika na kuwa alama ya mapambano. Kwa hiyo inakuwa ni motif kuashiria mapambano. Yaani kifupi, jiwe utavyoliona humu, mwandishi alimaanisha kuwa linaashiria au kuakisi mapambano ambayo familia hii inayapitia. Kwa mara ya kwanza jiwe hili lilivyokuwa linaonekana lilikuwa kama ni ndoto tu ya kuashiria wao kutaka kuwa matajiri, lakini linavyozidi kuonekana tena na tena linabadilisha maana na kuwa na maana kubwa zaidi, likionyesha kwamba wao wanataka kuhama kutoka tabaka la chini na kwenda tabaka la juu. Pia katika hadithi hii, pale familia ya Kim inapokaribia kugundulika kuwa wao waliingia kiwiziwizi katika familia ya Park ili kupata ajira, jiwe hili linakuwa limezama kwenye nyumba yao ambayo imepatwa na mafuriko, kuashiria kuwa hata ndoto zao zinaenda kuzama. Kifupi inamaanisha kuwa wao wanaenda kupoteza njia ya wao kuhama kutoka tabaka la chini kwenda tabaka la juu. Hivyo kupitia lile jiwe, mwandishi na mwongozaji ametuonyesha kuwa jiwe kuzama ni sawa na ndoto zao kuzama. Kwa upande wa harufu, hii imetumika mara nyingi sana pale hata matajiri wanapokuwa wakichanganya ng'ombe ya bei kubwa na tambi za gharama ndogo, wanasikia harufu ambayo inawakumbusha wao umaskini. Na pia familia ya Kim ambayo ina harufu ile ya umaskini inakuwa inapambana mara kwa mara kutokana na umaskini, lakini ile harufu inakuwa kama ni mzimu ambao unawakumbusha kuwa wao ni maskini. Hivyo wanakuwa wanateseka nayo sana. Kwa hiyo harufu nayo inatumika kimaudhui katika kuirejesha hadithi katika dhamira yake kuu. Sasa dhamira ya filamu inakuwa iko vipi? Dhamira ya script yako inatakiwa iguse jambo ambalo ni ujumbe lililo kwenye kiini cha hadithi yenyewe. Kwa kawaida haitajwi moja kwa moja ndani ya script, lakini ndio nguvu ya kihisia au ya kiroho inayobeba ujumbe wa filamu yako. Kama hauna dhamira, hadithi yako inaweza kuonekana kana kwamba haina kusudi maalumu. Kwa mfano katika Parasite, dhamira ambayo ilionyesha kabisa mwisho wa filamu, maskini huwa wana uwezo wa kugombana na kuwana wao wenyewe kwa wenyewe, kugombania nafasi ndogo zinazotolewa na watu wa tabaka la juu, yani matajiri. Kumbe wao kama wao walikuwa wana uwezo wa kuungana kwa pamoja kuwashinda wale matajiri, labda kuwaua kisha wao wakae kwenye nyumba. Lakini badala yake wao wamejiua wao kwa wao katika kugombania mali za tajiri. Hivyo ndivyo dhamira ya mwandishi wa filamu hii ilivyofanikishwa. Mwandishi na mwongozaji Bong Joon-ho alipoulizwa na Slash Film kama na tafsiri yake kuhusu mwisho wa filamu hii, alisema, "Ni vigumu sana kusema, lakini nina mawazo yangu mwenyewe kuhusu mwisho huo. Daima huwa nina hamu ya kujua ninapoandika skripti kama hadithi inahusu wahusika, hali wanazozipitia au mwisho wake. Mimi mwenyewe nina tafsiri kadhaa za mwisho huo, lakini kwa mwisho huu nilitaka tu kuwa mkweli.
Sikupenda kutoa matumaini ya uongo na kujifanya mwenye matumaini. Ni jambo la kusikitisha, lakini nilitaka kuonesha uhalisia kwa namna kali na isiyochujwa. Kwa hiyo kwa wakati mwingine unapoandika skripti, fikiria jinsi alama zinavyoweza kuathiri skripti yako. Kisha baada ya kuwa na alama hizo, fikiria jinsi zinavyoweza kuunda motif kubwa zaidi katika hadithi na pia kuchangia katika kujenga dhamira yake kuu. Naam, hiyo ilikuwa ni filamu ya Parasite kwa kidogo, ikiwa ni mwanzo wa masomo mengi mazuri yanayokuja. Kumbuka kusubscribe katika channel hii kwani kuna video mpya hivi karibuni. Bye bye.